Kwanza siwezi nikampenda binti Mswahili. Ndio maana nimekwambia Uswahili unavyoelezewa kwa sasa hivi ni tofauti na moyo upangiwa. Moyo wangu unapangiwa mzee. Kuna namna ambavyo Uswahili unachangamsha Vigoma asubuhi mchana mama na madela sijui nini mtaani kaeka, huo ni Uswahili. Hapana, mimi sio Mswahili. Kwa nini unasema wewe sio Mswahili? Mimi sio Mswahili kwa sababu kutokana na dhana ya Uswahili inavyoelezewa, yani ambavyo tunavyoitambua kwamba Mswahili ni yule mtu ambaye unajua zile tabia za swazi yani zile unajua zile kwamba mtu anaenda kwenye sijui visingeli, mtu anaenda sijui miguu ya kuku mambo, yani unajua vile vitu loko sana. Lakini tukija kwenye hizo zana kwa mfano za kwenda kwenye visingeli, si ni zana ambazo ni tamaduni zetu zimetukuza. Back then watu wanaenda kwenye ngoma nini, vimekuwa tu siku hizi vimedevelop kwenda huko kwenye visingeli na vitu gani, lakini hata zamani watu waenda kunywa, wanaenda kwenye ngoma jioni, ndio vile wameendeleza. Hapana, maybe naweza nikasema kwa zamani na saa hizi ni tofauti na ile dhana ya Kiswahili tunavyoelezea. Kwa zamani labda perception ya Uswahili ilikuwa inaleta logic, lakini kwa saa hizi unapointerpret Uswahili yani ni kama mtu fulani hivi ambaye ana tabia fulani hivi za niseme si za Sisi Waswahili ni watu ambao tunaishi maisha halisi. Eti ndugu zangu, sisi Waswahili ni watu ambao tunaishi maisha halisi. Umeamka maisha halisi ya kukaa kibarazani, unaanza kusubiri na ndio anapita. Fulani leo kapika nini? Jirani kapika nini? Unamtuma hadi, unajua kuna baadhi ya mama anamtuma hadi mwanae kachungulia kaleta na communalism. Tumetokea huko. Hapana. Tumetokea huko kwa communalism, kwa tunaishi kijamii zaidi. Ujue jirani yako amemkaje, jirani yako anaendelea vipi. Yani, umeamka asubuhi una shida na bakuli yako, unatembea mtaa mzima kwenda kutafuta miogo, kachumbari unagongea nyumba ya tatu. Namna maisha yanaenda. Ndio maana nimekwambia Uswahili unavyoelezewa kwa sasa hivi ni tofauti na zamani. Zamani tulikuwa na logic labda Uswahili kwa ile communalism, watu wanavyoishi kwa kijamii zaidi. Lakini kwa sasa hivi ukimwambia Uswahili, hapana. Kwa hiyo sio Mswahili. Mimi sio Mswahili. Sawa. Mimi naweza kusema mimi ni Mswahili kwa sababu kuna vitu katika Uswahili navipenda. Zile amsha zake, heka. Wewe najua wewe mzee wa singeli. Singeli of course. Vitu kama hivyo, lakini pia namna ambavyo wanaishi kijamii zaidi watu wa Uswahilini. Watu wa Uswahilini wewe kucheza vigoma sio tu vigoma, hata kwa vitu positive. Kwa mfano mtu labda anaoa, jambo lako hawezi kuliacha hivi. Watakuja kuletea amsha, watatafuta sare. Yaani ile heka ile tashtiti zinafanya jambo lako mwenyewe unaona limenyooka, kwa sababu huo ndo Uswahili. Watakuletea vigoma hapo, vichago vyao, mtafsio na vigora, yaani vitu vinanyoka. Uswahili kuna namna ambavyo Uswahili unachangamsha mambo katika mtaa. Unachangamsha kabla kwa pati yako ya maisha yako bado unaweza kuchangamsha, lakini kwa mimi si upendi. Haupendi? Yeah. Unakosa vitu vingi sana. Sio unakosa vitu vingi. Yaani sijai kupungukiwa kitu ambacho na unaipa nafasi ya Uswahili au siku moja sijai kuupa. I'm not interested kabisa. Kwa upande wangu mimi vitu ambavyo nikikiona kwamba huu ni Uswahili, ndo kama nilishaeleza mambo ya kukaa. Nimepanga nyumba, labda hiyo nyumba ina watu 5, lakini kwa jirani akapika nini, mambo najua tu hapa ni Uswahilini. Mambo sijui vigoma asubuhi mchana mama na madela sijui nini mtaani kaeka, huo ni Uswahili. Mbona yani sijui miguu ya kuku sijui kula miguu ya kuku tumbo sijui kufanyeje au mambo. Unajua utamu wa miguu ya kuku? Hapana. Labda mama wajawazito ndo wanakulaga, wanasema kwamba zile hormone zinawapelekea kula vile vitu. Kwanza unakuta kwanza inaitwa kifurushi, unakuta utumbo, miguu ya kuku, kichwa imefungwa pamoja, alafu kula vindimdim fulani, pilipili kwa mbali. Yani ugali wako nusu ukidunua na miguu yako ya kuku pale, siku imeisha. Hiyo ndo la Uswahilini, kwa sababu pia inafanya maisha kuwa mepesi. Watu kama hivi akienda kundoza miguu ya kuku, kifungu 200 yazidi 500. Sawa.
siku imeenda, anakula udambu wake pale na ugali wake mkubwa, siku imepita. Hapana. Lakini pia hata ukija kusema kuku unamkulaje utumbo? Unamkulaje utumbo kuku? Kwani ng'ombe mbona unakula utumbo? Mimi si utumbo wa ng'ombe. Lakini unaliwa. Maybe sijui, I don't know. Sasa mzee, mimi nataka kuna swali nataka unijibu. Kwa sababu umeniambia wewe ni mtu wa Uswahilini. Sawa. Hivi kwa dhana iliyopo ile ya Uswahilini, unadhani ni mazingira sahihi kwa malezi ya mtoto? Ili tricky one. Naomba niseme, niwe wazi kwenye hili na nitarejea kwenye kitu ambacho nimekiongea. Mimi Uswahili nimeupenda, lakini sijakulia katika Uswahili. Nimejifunza vitu vingi kuanzia historia na kitu gani, na nimekuta baadhi ya vitu ambavyo navikumbuka na nimevipenda. Nimeamua Uswahili ni sehemu ya maisha yangu, na sehemu ya Uswahili iko ndani ya maisha yangu, lakini siwezi kusema wala kushauri mtoto alelewe maisha ya Uswahilini kwa dhana ya kumlinda huyo mtoto. Kwanza, matukio mengi ya Uswahilini kuna matukio mengi ya kiutu uzima ambayo mtoto pengine hapaswi kabisa kuyaingiza katika akili yake, ambayo anaweza kujifunza just kwa kuwa anakulia katika Uswahili. Kwa kama unaweza kumuondoa mtoto katika mazingira ya Uswahili, ni vyema ukamuondoa. Then kama ataupenda yeye Uswahili kutokana na ulivyo wakati anajitambua, itakuwa vyema zaidi. Cha pili, kwa sababu ubongo wa mtoto unakuwa, wakati unakuwa ndo unabeba vitu na kujifunza vitu. Usimtengenezee mazingira mtoto kuona Uswahili ndio ile hali ya kawaida, kwa sababu ndio kitu amekuwa anakiona anafanya nini. Anatakiwa kuwa juu ya kuchambua huu Uswahili asili yangu, lakini natakiwa kuishi katika standard fulani. Lakini tukimweka sana mtoto Uswahilini na kumpa uhuru bila kumfuatilia vilivyo, ndio unaweza kumkuta mtoto amejiunga katika makundi ambayo sio sahihi, kama utabangi, wahuni, kwa sababu hivi vyote ni package ambayo bado nayo iko katika huu Uswahili. Mtoto wa shule msingi labda ukamkuta kwenye sigeri usiku, watu wanacheza, wanashikana huko, wanafanya nini, kwa vitu ambavyo wanaingiza kwenye akili yake vinakuwa sio sahihi. Kwa hiyo mimi kama kaka yao naweza kusema Uswahilini sio sehemu ya kusema ukamuingizia mtoto kichwani. Mwache akue akiwa na akili yake, zeni auchague. Atauenjoy kwa sababu ashajua na athari zake, na atajua kipi aokote, kipi asiokote. Yes, okay. Umejibu vizuri. Basi nadhani uko upande wangu. Mwisho wa siku mimi ni Mswahili. Mwisho wa siku uko upande wangu. Umenielewa ni kile ninachomaanisha. Mimi ni Mswahili, lakini mimi mwenyewe ukuaji wangu sio kwamba Uswahili nilijaziwa tangia mtoto, si ufanye hiki, kaope mboga wapi, kafanya nini. Hapana, lakini nimeukuta, nikauona, nikapenda Waswahili wanavyoishi, nikaokota vitu kwenye Uswahili. Yes, uwezo kanikuta nafanya kile. Mimi sikabi. Mimi Mswahili, yes, lakini mimi sikabi. Mimi sivuti bangi. Yes, I got you. Yes, kuna vitu vya Kiswahili ambavyo mimi sifanyi kwa sababu kwa tayari najua athara ya vitu fulani na athara ya vitu hivi, sitakiwi kujihusisha navyo. Ila vile ambavyo naviona havina madhara nimeviokota. Lakini ningekuwa ndo nimetupiwa huko tangia mtoto labda Uswahilini, au sifuatiliwi, labda ndo nimezaliwa Uswahilini sifuatiliwi, nikavibeba vile vyote, pengine na mimi sasa hizi ningekuwa niko magereza huko, nimekaba, nimechoma mtu bisibisi, ile stereotype life, unajua. No, siwezi kurecommend mtu amlee mtoto wake katika mazingira ya Uswahili. Unaweza kuwa unaishi Uswahilini lakini ukamshepu kijana wako, ukamfuatilia kila hatua yake ili kumhakikisha kwamba anasimama katika mstari, adondokei katika makundi ya ajabu. Na hiyo ndio ambavyo tunamwangalia mtoto kama taifa la kesho. Ukimwacha akadondokea katika makundi ya ajabu, tumeua vizazi vijavyo. Tumeongea sana, nataka kuona kwenye huu mtego tunakunasa. Naam. Unaweza umempenda binti mzuri, mashallah, moyo umemdondokea, lakini ni Mswahili. Kasoro ni hiyo tu, vitu vingine vyote yuko fresh, ila ni Mswahili. Ila anakuambia naomba sare ya kwenda kumwona mgonjwa, sare rafiki yangu action party, birthday, hivyo kila siku ana ngoma. Okay, hiyo tu ndo kasoro yake, lakini ni mama mzuri, mwanamke mzuri.
Kwanza siwezi nikampenda binti Mswahili. Yaani siwezi nikampenda mwanamke. Wewe mzee. Sure. Moyo upangiwe. Moyo wangu unapangiwa mzee. Siwezi nikampenda Mswahili. Yaani wanakuambia kwamba kuna ile first, wanasema nini? Impression. First impression. Ndio. Yaani at the moment mimi nakutana na wewe, yaani zile dakika chache au masaa machache ambao mimi tutaongea itanipa nani feedback nzima ya wewe jinsi ulivyo. Yaani anazungumzia kwa kwa binti. Yaani kwamba mimi nimempenda yule dada ni mzuri. Labda nitake kwa for fun. Ukiona umeenda for fun afu ukanogewa. Siwezi kunogewa. Akileta Uswahili, yani siwezi kunogewa. Yani I have my limit. Unajua? Najua sehemu wapi pa kwenda, wapi pa kutokwenda. Kwa hiyo nikiona ule mtu tu yani tayari analetea pigo, yani nikiona tu ile pigo za Kiswazi, piga chini. Let's say ukutana na mtu pretend all the time, courtship and all that. Umejikuta ushafunga naye ndoa sasa. Unajua wanawake mara nyingi kabla huwa wana sura wanaivaa. Ndio maana tunabidi mtu chunguze sana labda ndio all that. Wana sura wanaivaa mpaka akishajua sasa umemuoa ndio anaanza kuonyeshaga makucha. Let's say amekuwa a well pretender. Sasa uko naye ndani ndio anaanza kukuonyesha kwamba Uswahili, mimi uliona ndugu zangu wameniletea makabati yale nini, natakiwa kurudisha. Hiyo courtship ya muda gani kwani? Sijui sasa, inawezekana courtship lakini amepretend throughout the ninavyokuwa na courtship na mtu nakuwa hiyo ni long distance relationship au ipi? Hata kama ni ya karibu? No, ya karibu yani hawezi kunipretendia mimi. Yani there's no way mimi na wewe ni wapenzi tuko kwenye courtship, let's say 2 years or 3 years nisikujue. Yani hakuna, unless labda tuna long distance. Wewe unafanyaje? Shoga yangu, usinipigie usiku bwana, siku hizi niko na shemeji yako apendi hivi vitu. She can't pretend all the time. Yani hawezi, lazima tu tutakuwa namjua. Pretend for the time, sababu anajua unampenda, mnaelekea labda kwenye ndoa au kitu gani. Kaka, tunajua kusoma na alama. Kwa hiyo bahati mbaya haiwezi kukudondokea. Haiwezi kunidondokea. I swear to God. Wewe kukudondokea mimi nitarudi kuambia hapa. Ili kuambia. Yani haiwezi kunidondokea. Well, good for you. Yani naiamini nafsi yangu sana. Una manifest. Sawa, mimi nataka nikukaribishe. Tenga siku moja, nipite na wewe Uswahilini nikakuonyeshe kwa vitendo ili uweze kuchambua bwana Uswahilini ndio huku. Sikutaki kwa sababu kweli nimekuthibitisha kuko vile, kwa sababu unaonekana unakakwepa sana. Mimi nataka tu nikupitishe experience. Kwa tenga muda siku moja nikupitishe Uswahili. Usijali, ukiwa na mimi uweze kukabwa, sawa? No problem bro. Karibu sana. Sure.